Hili ni bonde la Mto Tegeta jijini Dar es Salaam. Bonde hili ni kilio kikubwa kwa wakazi wa mtaa wa Goba na maeneo jirani. Kwa maeneo yaliyo jirani na mto, kwa watu kama mfano hapa, hata wale pale viwanja vyao vinaondoka kwa mmomonyoko kwa sababu ya kuchimbwa pasipo na utaratibu mzuri. Kwa kweli hawa jamaa wachimba mchanga hawa wametuathiri sana. Kama mnavyoona bonde lenyewe jinsi lilivyo. Mwanzo kabisa bonde lilikuwa kubwa kiasi hiki, lilikuwa ni eneo dogo. Sasa kadiri ya wao wanapokuja kuchimba ndivyo wanavyozidi kulitanua bonde mpaka limeanza kuondoka na viwanja vya watu kama mnavyoona kule. Limeondoka na viwanja vingine mpaka saizi wengine wanajitahidi kuvirudishia kama vile. Hapa kuna shimo la choo katika moja ya makazi yaliyoathirika na mmomonyoko wa udongo. Kwa sasa limebomoka na uchafu wote kutiririkia katika bonde hili la Mto Tegeta. Kilio kikubwa cha wakazi wa maeneo haya ni kupoteza viwanja vyao kutokana na bonde hili kuongezeka kila uchwao kutokana na shughuli za uchimbaji mchanga zinazoendelea kwenye mto huo. Uchimbaji huu tunamtuhumu moja kwa moja mtu anaitwa Frank Majojo ambaye ni mwenyekiti wa serikali ya mtaa wetu wa Goba. Ameshindwa kutupa ushirikiano wa kudhibiti uchimbaji huu haramu na batili wa mchanga. Lakini pia tunamtuhumu moja kwa moja mtu anaitwa Yahaya Mahamud ambaye yeye amekuwa akijitambulisha kama ni mkurugenzi wa bodi ya Wami Ruvu, mamlaka ya bonde la Wami Ruvu. Wao wamesaini mkataba. Yahaya Mahamud kwa upande wa bodi ya bonde la mto Wami Ruvu, Yahaya Mahamud amesaini mkataba pamoja na mwenyekiti wa kamati ya mazingira ya mtaa wa Goba kuwaruhusu vijana wachimbe mchanga hapa kwa kisingizio kwamba kinachofanyika ni kusafisha bonde, lakini kinachofanyika ni biashara ya kutafuta fedha kwa hawa walioruhusu, ambayo madhara yake ni kuharibu mazingira, ni kuharibu nyumba za watu zinaning'inia na kuharibu makazi na ustawi wa wananchi walio wengi wa eneo hili. Mwenyekiti wa serikali ya mtaa wa Goba hapa anaeleza licha ya changamoto hiyo, uchimbaji mchanga katika eneo hili huenda ikawa ni njia ya usafishaji wa mto huo. Changamoto tulionayo, ukiliacha bonde linaleta athari kwenye makazi ya watu, lakini pia lisiposafishwa nalo inakuwa ni sababu pia ya kuleta athari kwenye makazi ya watu. Na kuna nadhani sheria imetanabaisha wazi kwamba ziko option mbili za usafishaji wa hili bonde. Kuna wakati mamlaka ikishuka na ikiona bonde lina sababu ya kusafishwa, hawasubiri consultation ya wakazi, watalisafisha ili kuendelea kulinda makazi ya watu. Lakini uko utaratibu mzuri uliowekwa kuhakikisha watu wanashirikishwa na wao kuomba hizi shughuli zifanyike chini ya utaratibu wa bonde kama ambavyo umewekwa. Wapo walioamua kujenga msingi katika bonde hilo, lengo likiwa ni kuzuia mmomonyoko wa udongo na upotevu wa maeneo yao, ingawa pia wapo walioamua kusubiri maafa zaidi katika makazi yao. Lakini je, ipi ni suluhu ya kilio hiki cha wananchi? Shughuli zote zinazoendelea ndani ya bonde la Mto Tegeta tumeshasema ni marufuku na zisiendelee, kwa maana hatuna kikundi chochote kinachoruhusiwa kusafisha bonde. Kwa sababu tumefanya mikutano mingi na wananchi tukiwa na mamlaka ya bonde pamoja na watu wa mazingira, kwa maana ya watu wa mazingira kutoa elimu ya mazingira, lakini watu wa bonde kuwasimamia wasafisha bonde wasafishe kwa mujibu wa taratibu zilizowekwa. Sasa viko vikundi na wako vijana ambao wanafanya hizi shughuli kinyume na taratibu. Ninatoa onyo kali kwa vijana wote watakaoingia bondeni na kuchimba mchanga pamoja na wanaoingiza magari. Ni marufuku na mwisho leo, kwa sababu hatuna mkataba wowote na kikundi chochote kinachoruhusiwa kuchimba mchanga ndani ya Mto Tegeta. Hata hivyo, ni imani yetu kuwa serikali itatoa suluhu zaidi ya changamoto hii kwa wananchi walionunua maeneo karibu na bonde hili. Crown Media. Hapa ni nyumbani.